mahali na kupeleka sehemu fulani. Mimi naipenda hiyo story. Naipenda kwa sababu gani? Kwa sababu inaeleza historia ya Yusufu. Yusufu alikuwa ni mtoto mdogo ambaye alipendwa sana na baba yake. Lakini mbali na kupendwa, neema ya Mungu ilikuwa ndani yake. Maana Mungu akamwonyesha kwamba wewe katika familia yako nimekuchagua uwe mtu fulani. Amen. Lakini yale aliyoyaona hakuamka tu akawa mtu mkubwa. Aliamka akaona katika roho kwanza. Say amen. Akaona katika roho kwanza. Alichoona Mungu akaanza kumpitisha katika ule mtihani wa kuendelea makubwa anayohitaji. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anakutana na changamoto, kangi nafika sasa ndugu zake wanataka kumuua. Yusufu hakuwahi kusahau ile njozi iliyoko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya kitu kibaya kwa watu wa Mungu leo, wanapoingia kwenye changamoto, wanakanseli zile ndoto zao kubwa zote. Wanaanza kuziangalia changamoto walizonazo. Niko hapo kutia moyo mpendwa. Yale maono kwa Mungu alikuonyesha wakati unamjua yeye, yakumbuke na uanze kutembea nayo kwa jina la Yesu. Ile ndoto ulionao ya kumwona Mungu isisimike kwa sababu ya changamoto. Niko hapo kuambia huo ni mtihani unapita. Huo ni mtihani lazima upite, lazima ufanye mtihani. Ili uwe mwanafunzi uliyefaulu, lazima upitie changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini changamoto isikufanye upoteze namna ya kuona Mungu alichokwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Changamoto isikufanye ukasahau kule Mungu alikokutoa. Maono yako yasijekaribiwa kwa sababu ya milima unaokutana nayo. Yusufu kwa uaminifu ule ule yuko hata gerezani, kwa uaminifu ule ule akiwa anaamini ya kwamba mimi sio mtu wa kawaida, mimi sio mkaa gerezani. Hiyo imani ya ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo imani ya ajabu sana. Katika ile imani, mwisho wa siku ndiye anayefanyika msaada kwa taifa la Israeli, na pamoja na nchi ya Misri anafanyika kuwa ndiye mkombozi. Bwana Yesu asifiwe. Niko hapo kukuambia mwana wa Mungu, badilisha jinsi unavyoziona. Anza kuona matokeo chanya. Hata kama umesema umefeli ni kweli, lakini wewe moyoni mwako anza kumwona Mungu akitenda miujiza ndani yako. Wasome tu. Umemaliza chuo, unaomba kazi, lakini kwenye mawazo yako siwezi kupata kazi. Bwana Yesu asifiwe. Badilisha mtazamo wako. Badilisha mtazamo wako. Mungu aliyekwambia usome hiyo kozi ndiye anayejua kazi iko wapi. Usije ukafunga baraka zako kwa namna unavyoona na mazingira magumu. Lazima umwamini Mungu kwa mambo magumu, ya kwamba aliyesema nikasome ndiye anayejua mimi professional ni nani, ndiye anayejua ajira yangu iko wapi. Lazima uone kushinda kila wakati. Usijione tu ni wa kawaida kawaida. Usijione wa kawaida kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aonavyo mtu nafsi wake ndivyo alivyo. Jinsi unavyoiona utaombewa wewe. Utaombewa wewe. Utaombewa wewe. Utatoa sadaka wewe. Lakini kama uwezo wako kuona umeshindwa, ndugu yangu, sadaka yako ni kule kwa Mungu. Bado hujanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama ukishindwa kuona kama Mungu anavyokuona, mwana wa Mungu utastruggle sana, lakini hutapata matokeo. Lazima ubadilishe mtazamo wako. Umuone Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mambo yamekuwa magumu, mwana wa Mungu, nikupe ushauri huu. Ukiona mambo yamekuwa magumu,
nikupe ushauri ni hapa. Ingia kwenye Biblia. Tumia gharama kubwa sana. Anza kusoma Zaburi, Misali. Ukisoma hivi vitabu viwili, nenda kwa Ayubu. Alafu kiwa kwa Ayubu, kaa tu utulie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nazungumza hivi? Kwa sababu mwanadamu unaweza ukamwelezea changamoto yako. Na kwa sababu unayo maono ya kimungu, yule mtu haoni kama unavyoona wewe, atakuvunja moyo. Amen. Sasa kitu kinachokuja kuharibu watu wengi na kwanza kujikuta tu kwenye shida ni pale yale maono yetu tunapoacha kumwambia Mungu na kuyapeleka kwa watu. Ukienda kwa mtu atakwambia haiwezekani. Yaani hii hapa ngoja wewe fanya hivi pita hapa. Unaanza kuona kile kiwango chako cha kwanza kumwona Mungu kifanye kinapungua. Kinapoanza kupungua ndipo yanaanza kuzaliwa matatizo. Biblia inasemaje kwamba mkabidhi Bwana kazi nini yako na mawazo yako yatathibitika. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu leo tunamkabidhi Mungu mawazo yetu, alafu kazi tunapeleka kwa watu. Hiyo kazi nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mkabidhi Bwana hiyo kazi uliyoomba. Mwambie Mungu, nimekwenda kwenye ofisi fulani kuomba kazi. Alafu Mungu anakupa neema na kibali na kubaliwa. Leo watu tunatafuta connection kwamba labda tutafute connection kwa mtu fulani mnaipo maidia. Sikiliza nikwambie, connection ni Mungu uliye naye. Connection ni Mungu uliye naye. Utaingia ofisini wewe kama utako mafuta, hautategemea connection. Jina lako litakuwa ni moto. Watakapoona susi watasema huyu ni kwiti gani? Jina lako litapita kwa sababu umeanza kumwona Mungu kwanza wewe. Bwana Yesu asifiwe. Badilisha jinsi unavyojiona. Acha kujiona mnyonge. Hivi unaishi kwamba bila fulani sitafanikiwa. Yaani maana yake unamwambia Mungu kaa mbele, alafu fulani anisaidia. Ngoja nikwambie kitu kimoja.